neguo munyiginyigi wa bururi uyu witu na koguo ni turabatara kambuni ya urimi wa gikiro kia iguru muno guteithia kuhonia bururi witu na mabururi maria maturigiceirie. Exceeding Grace 2016 irakurehera mubango mweru wa urimi wa Canaan Estate Gated Farm. Canaan Estate Gated Farm no kuo tu ungiona urimi wa hamwe, yani gated farming, wikirirwo muno. Ni amu tugukwirira maundu maria tugwika, no ni gukuonia projects iria cieho ta urimi wa garlic, black beans nicio njahi, cowpeas nicio thoroko, soya na ingi nyingi, ni amu thogora ni maitho. Wega na ririta uyu ri wawonire ku ti kungi ni Canaan Estate Gated Farm area ni project ya Exceeding Grace 2016 ere Rumuruti, Laikipia County. Ni migunda iturumite njui nene niguo kugacirithia urimi. Marihi maitu ma migunda ni mabacirire na twina ofa ya magegania. Twina njira igiri cia marihi. Eka ithano turendia 1.5 million, ukongererwo quarter acre plot ha gwaka. 2.5 acres turendia 750,000 na ukongererwo a eighth acre plot ha gwaka. Nayo eka imwe tukendia 320,000. Njira ya keri ya kuriha ni ukienda 5 acres wige deposit ya 20% niyo 300,000 na yo balance urihe na mwaka umwe. Ukienda 2.5 acres wige deposit ya 20% niyo 150,000 na yo balance urihe na mieri 6. Ukienda 1 acre wige deposit ya 40% niyo 120,000 na balance urihe na mieri 3. Urithini wa Canaan Gated Farm tuhurire thimu 0700 008022 kana 0722 440105 kana utusherere Nairobi branch, Ambank Building 12th floor, left wing University Way, kana Nakuru branch, Prime Plaza Building 1st floor, Murago number 217. Turiganete na Safaricom shop opposite Kanu office. Email ne exceedinglimited@gmail.com. Reda ne www.canaangatedfarming.com. Duatigona dhudhaniamu, Canaan Estate Gated Farm is the land of promise. Natumai mzima popote pale ulipo mtazamaji wetu, na niko na furaha sana kukaribisha katika mazungumzo yetu ya asubuhi ya leo. Mimi jina langu naitwa Francis Kimani kutoka Gikuyu TV, na leo hii nataka tuzungumze na bwana mmoja kuhusu masuala ya ukulima na vile vile masuala ya uuzaji mashamba, manake hii ni biashara ambayo imeshamiri sana hapa nchini katika siku za hivi majuzi. Na huyu bwana nisema kwamba wamekuwa wa kwanza kuwa na kile kitu ambacho kinafanyika kule Israeli, kukihamisha kule Israeli na kuleta hapa nchini Kenya, ambapo ni ukulima wa aina yake, ukulima ambao shamba liko pamoja, unanunua ekari kama moja ama ekari kama mbili, kisha mnalima pamoja kama kikundi. Nataka atufahamishe zaidi. Niko na mwenyekiti wa Canaan Gated Farm, anajulikana kama Bwana Maina. Bwana Maina, karibu sana. Kwanza tufahamishe majina yako kamili na wadhifa wako katika hii Canaan Estate Farm. Okay, thank you Mr. Thank you Bwana Francis Kimani. Kwa majina yangu ni Edward Wajohi Maina, na mimi ndio mwenyekiti wa Exceeding Grace 2016 ambayo inasimamia Canaan Estate Gated Farm. Hii Canaan Estate Gated Farm kama vile umesema ni tumeinunua ama tumeiomba kutoka kivikila, kutoka upande wa Israeli. Ndio ili tulime pamoja na tutafute soko ya pamoja. Kwa hivyo huyo ndio ukulima ule tuko nayo hapa katika Canaan Estate Gated Farm. Sababu yangu haswa kukuleta katika makala haya yetu ni kutokana na ujuzi ambao ama tajriba ambao mnapatia wakulima haswa katika maeneo ya Rumuruti. Rumuruti iko katika kaunti ya Laikipia, na jambo ambalo ningetaka kuuliza ni kwamba hii shughuli ya kulima pamoja, hii gated farming, mlianza lini? Asanti mtamazaji wetu, kama vile umeambiwa shamba letu liko upande wa Rumuruti kule Laikipia County, na uko joto iko juu kidogo. Kwa hivyo joto inasababisha chakula ikue haraka, na pia ndio tuliangalia tukaona huko tunaweza fanyia kazi ile tunafanya mwaka uliopita wa 2016. Ndio tunajiita Exceeding Grace 2016 Company Limited. Kwa hivyo ni mwaka wa 2016 mlianza?
Tulianza mwaka 2016 na hadi kufikia sasa Januari, na hadi kufikia sasa mko na, niseme nitawaita wateja ama nitawaita wakulima wa shirika wangapi hivi? Tunao investors wale wameungana nasi karibu 100 hivi, wale ambao ni serious sasa, ambao tunaenda ama tunawalipa kama tarehe 24 tutakutana kule Setek Hotel upande wa Kalifari Thika, Setek Resort Club, ndio ili wajue ile kitu ambao hata kulikuwa na drought ama kama drought ilituchallenge ile tulilima vile ilikuwa. Na sasa niulize kwa manufaa ya mtazamaji, maana najua kwamba tumefanya mahojiano kwa lugha ya Kikuyu na tumeweza kuyasambaza katika social media, lakini wengi wanauliza hii gated farming inaendelea namna gani, maana hawaelewi, na ndio maana tukaamua kufanya kwa lugha ya taifa. Niombe kuuliza mtazamaji wetu ambaye anatutazama kwa wakati huu, akitaka kuja kuwa mmoja wa washirika hawa wa Canaan gated farming, anafaa kufuata procedure gani? Oh, thank you. Kwa sababu ya mtazamaji wetu ule anaangalia na alisikia ile mahojiano yetu ya Kikuyu, ni vizuri aelewe ya kwamba hii ni kuunganisha wakulima pamoja, tunalima pamoja tukiwa tunalega soko. Kwa sababu sana soko iko, lakini ile soko kwa sababu wanalima eka moja, mwingine analima eka moja huko Nakuru, na mmeitishwa soya about 4,000 tons, hamwezi kuzipata pamoja. Na mfano mzuri tukiangalia hapa Thika, tuna company inaitwa Delamonte, inalima mananasi pamoja. Hiyo sio company ya mtu mmoja, ni ya supermarket mingi iko nje ya nchi. Na ukiangalia hao watu soko wako nayo ya kule watapeleka mananasi, na kutoka miaka ile ya zamani 1906 ama huko mbele walianza hiyo ukulima yao, hawajawahi aguka kwa sababu soko iko. Yes, lakini ukitoka hapo uende hapo few kilometers, about 10 kilometers, ukienda Katokoyo wanalima mananasi lakini haina soko. Kwa hivyo ukipitia kwa mmoja akwambie, akuuliza umwambie mananasi yake inaiva, atakwambia hata kuna 5 ingine bebe upelekee watoto. Shuna upelekea watoto kwa sababu hakuna soko ya ile mananasi yamelima. Na about 20 kilometers kuna mkulima mwingine ana soko. Kwa hivyo tukaonelea sisi tukiwa Canaan gated farm tunaweza kujiunga pamoja, ndio ili tufanye ukulima kama ule wa Kiisraeli. Israeli wanalima samba ikiwa pamoja, lakini sisi tukaona kwa sababu Kenya ni Kenya, lazima mtu awe na title deed yake. Kimani lazima awe na title deed, Maina lazima awe na title deed. Tukaona tuite gated farming na tuadikanie na wewe kwamba hii shamba letu ni ya ukulima, hakuna kitu kingine unaweza kujeka kule ndani. Ndio ili tukilima dengu, hizo dengu tunajua kule zinaenda, kwa sababu sisi tuna deal na serious sana. Tukiangalia tunalima soya beans ama jahe ama dhoroko, hiyo kitu yote tunalenga soko ya hapa nchini na nje ya nchi. Kwa sababu wale ukiandikiwa ukiwa na tuseme kisukari hivi, uandikiwe chakula, hata chakula ingine kupata ni ngumu sana na iko na bei kali sana. Sababu sasa hiyo ukienda kwa soko uulize dengu 1 kg is almost 170. Kamanda ni 320 na inakuwa vizuri sana kule Rumuruti. Na tena inakuwa kwa haraka. Na inakuwa kwa haraka sana, within 2 months tuna dengu. Lakini ukiangalia kitu kama kamande, wale supermarket wa Kenya wanatoa Ethiopia. Lakini sisi hapa Kenya, sisi tunauliza bora uende kwa supermarket, tutaki kujua kule kitu inatoka. Tukaangalia challenge, tukaona tuko na a lot of experts, vijana wamekaa nje, wanaweza fanywa na waajiriwe na mimi na wewe. Akifanya agriculture, tuwe tunalima pamoja kwa hiyo shamba kubwa, na wakati tunalima pamoja, ule kijana ndiye ameajiriwa na sisi, kwa sababu atakuwa expert ndani ya shamba yetu, na mashindano ni uzalishaji wa chakula. Kwa hivyo vile ameshalisha chakula, ndio promotion yake inakuja. Sasa ndio nikauliza yule mtu ambaye anakutazama sasa hivi na anajua ameshasikia kuhusu Canaan Estate Gated Farm, ndio awe mmoja wenu, anafaa kufanya namna gani? Kununua shamba ama procedure ni nini? Hasa ule ametusikia na anataka kujiunga na sisi, procedure ni moja tu, ni kuingia na kununua shamba.
tuko na package 3 ya mkulima mdogo ni eka moja ambayo inaenda na 320. Tuende taratibu. Eka moja 320,000 na means of payment, na kuna bakshishi. Nilisikia kwamba mnapeana bakshishi kama sijui ni quarter and eighth. Hebu tuelezee vizuri tu hiyo eka moja na package yake. Okay, eka moja haina package kwa sababu eka moja walikuja kama tayari tumepanga mpango ya ukulima, wakajitetea wakasema ni wakulima wadogo na wanafugiwa nje, na kwa sababu ya management ile shamba ni kubwa sana, sababu tunataka eka moja, eka zile dogo takuwa tukilima na 1 block iwe na 150 acres. 150 block moja. Hiyo ni block moja. Na tulikuwa tumeona tukiwa tunaimanage vizuri sana ikiwa na watu 5, ikiwa na eka 5, sababu hao ni watu 30. Watu 30 mnaweza kaa chini na mpange vile mtafanya. Lakini 150 people ni wengi sana. Although tumeanza mpango wa vile tutakuwa tukielewana nao. Hata kama hatakuwa 150, wanaweza kuwa hata 60. Ndio ili tuweze kuelewana 60. Kwa hivyo tulikuwa tumepanga mpango ya 2.5, ndio ilikuwa inaenda na 750, na kiwanja ya quarter either neka ije ya shamba. Tulikuwa na eka 5, tulikuwa tumeipatia quarter neka ije ya shamba. Hiyo hatukuulize vile utajenga, lakini kule ndani tunakuwa na agreement. Hii shamba kama vile estates za gated estates zinakuanga, atiwezi kuongeza gate ama uwezi kujenga nyumba uongeze tena, lakini ukitaka kuuza ni shauri yako, ukitaka kukodesha ni shauri yako. You have that freedom. Na sisi tulikuwa tunataka kufuata yule mtindo wa gated estate, ili ile shamba itupatie chakula, iwe na kauli moja ati shamba yetu ni ya ukulima. Shamba yetu sio ya kuja kujenga, aka unagawia mtoto unamgawia akiwa anajua hiyo shamba ni ya ukulima. Ni ya ukulima na haina kitu kingine inafanywa, ni ya ukulima kwa sababu iko kwa mpango wa ukulima. Yes. Sasa ndio nilikuwa nauliza, mtu akitaka kununua hiyo ekari moja, umesema ni 320,000 kuna means of payment. Yes, analeta 40% na akitupatia 40%, hiyo ingine tunaweza kumatia miezi 6 awe mamaliza, kwa sababu ile si mingi sana 320. Mtu aikabidi na nusu naye anaweza kutoa 20% ya 750. Hizo zingine tunaweza kupatia the same 6 months, lakini wa eka 5 sababu pesa ni mingi kidogo ni 1.5. Huyo tunaweza kumpatia mwaka moja na ndio ili alipe vile anaweza. Lakini sana sana habari ya kulipa na nini, tunatakaga mtu anakuja kwa ofisi, tunakaa chini na ameenda kule ameona vile tumefanya kwa shamba, ndio ili tukitoka kwa shamba awe full decided, aone maji iko vile tunasema, aone shamba iko vile tunasema, na aone tunalima, kwa sababu tayari nilikwambia hapo awali tumelima tayari na tumetoa tayari, tumeharvest jugu karanga, soya na dengu na garlic. Kwani njugu karanga zinamea huko Rumuruti? Vizuri sana na zinatoka vizuri sana na they are very strong. Na jugu karanga nakwambia inatokanga bali sana mpaka Malawi, ndio hili sisi tukule. Mingi inatoka Uganda na Malawi, ndio hili letu hapa Kenya, sababu gunia moja ya jugu karanga ukienda Nyamakema inaenda about 19,000 20,000. Kwa hivyo ukitaka kwanza kampani ya butternut utaiba wibo. Kwa hivyo zile pesa ndio tunatafuta, ile ambayo hatuoni kwa mchanga, sababu tulikuja tukapotozwa kidogo, tukaona kama ukulima ni uchafu, lakini ukulima ni pesa. Sababu for example iko wakati nilikuwa nimekuambia ukulima wa Kenya inahitajika na karibu dunia mzima. Tumesaona mkubwa Prime Minister wa Israel akija Kenya akitaka agro business. Tumeona Obama akija Kenya anataka agro business. Tumeona mkubwa wa India akija Kenya anataka agro business. Tunaona mtu wa Kuwait akija Kenya anataka agro business. Lakini wakija hakuna mpango wa ukulima, kwa sababu hata sisi wa Kenya tunaangalia serikali itupatie mahindi. Serikali nayo kwa sababu haikuwa na mpango wa hiyo mahindi wanatuletea kutoka Mexico, sababu lazima Mkenya asibe. For example, India
2015 walikuwa wamepatiana pesa mingi sana hapa, na walikuwa na hitaji wakulima wengi sana. Na hiyo iko katika gazeti ya Nation. Ilikuwa ndio hapa. Unaweza kutuelezea, kutushikia tuelewe vizuri. Hii gazeti ukisoma hapa walikuwa nataka wakulima 100 legume farmers. 100,000 legume farmers ni akina dengu, jahe, jugu, karanga, hizo ndizo walikuwa nahitaji hapa. But now hakuna mpango ilikuwako ya kutengeneza hawa wakulima. Hiyo pesa imebaki India, na hata wareo hakuna mtu ameweza kufikia zile pesa. But if we can go with this process of Canaan estate gated farm, hakuna pesa itakuja itupite, kani ya Israel, kani ya India, ama ni ya Kuwait, kwa sababu tutakuwa tukipewa contract tukiwa wakulima tulimie hii kitu fulani. Ukienda breweries wanatafuta, East Africa breweries wanatafuta wakulima wa soya, wa sorghum, wanaenda wanatafuta Meru, lakini hakuna large scale farming inafanyika huko. Kwa hivyo ni mkulima mmoja anashindwa nayo, kwa sababu hata bei anaona nimeshindwa. Lakini if we can farm with large scale farming, hata hizi akina canola tulime kwa large scale farming, ni mzuri sana ya ng'ombe na mafuta. Hapo nimepotea kidogo. Canola ni nini? Canola ni familia moja na sunflower. Inakuanga kama sunflower, inatolewa mafuta na inatoagwa, hizo mbegu zake zinatokaga India. Wale watu ambao wanatengenezea ng'ombe chakula na nini wanatoa kutoka India. Hapa Kenya hakuna, na inatokaga mafuta iko bei kali sana. Ndio ile mafuta yake ndio iko bei kali sana, yani kwa sababu haina cholesterol. So tunaangalia ile maneno tuko nayo, tunaona all the resorts sinarudi kwa shamba, sio kwa kujenga manyumba imegoma kidogo kwa sababu imeanza kuboromoka, watu wanakuwa na wasiwasi. Lakini ukulima hakuna wakati utaboromoka. Kiangazi ikija leo na muweze kupigana nayo wakati huo na maji ya irrigation, you are number one, sababu wakati huo pesa iko mingi sana. Right now kama tungekuwa na degu, hata kama wakati ndio tunauza degu, tungeuza 115 wholesale. Wow. Bwana Maina, hebu niulize, mtu ambaye anakutazama na anaweza taka kuwapigia simu, labda unaweza kupeana nambari ya simu aweze kuwafikia na utuambie ofisi zenu ziko wapi? Okay, thank you. Ukitaka kutufika ama kuwasiliana na sisi, hatuko mbali sana. Hapa Nairobi tuko na ofisi ambayo ndio head office iko hapa Nairobi University. Hapa University nyumba inaitwa Bank 12th floor. Bank House hapa tulipo 12th floor. 12th floor. Na ukitaka kupiga simu tuna namba 2 0722 440105. 0722 440105. Utapata Mr. Boniface na mtaongea na yeye. Ukitaka kunifikia mimi mwenyewe unaweza kupiga 0700 00 822. Tena 0700 00 822. Sasa niulize Bwana Maina, katika tukiangalia matangazo yenu kwenye runinga tunaona kwamba kuna packaging, mkiuzia mtu shamba labda sijui ni ekari 2.5 ama ni ekari 5, kuna sijui an eighth ama sijui ni kuota mnapeana. Hizo packages ziko namna gani? Zile ukinunua labda hizo kiwango fulani cha ardhi unapewa ardhi nyingine ya ujenzi? Hiyo tulikuwa tumepanga kwa sababu kule kwa shamba hataki mtu ajenge, tumpatie mahali ya kujenga ije. Hiyo package hulipishwi na mtu. Lakini hii ya eka moja hiyo tutakuja kuongea na ule mtu akija akiwa anataka kujenga huko, tutaongea na yeye, kwa sababu ukitoa kuota kwa kila mtu wa eka moja utaenda na ardhi mingi sana. 100 by 100 tulikuwa tumpatia mtu wa eka 5. 100 by 100 nje ya shamba, sababu kule shambani tunataka kusambaza maji na tulime, kwa sababu wewe husiki kwa ukulima, ni sisi tunahusika kwa ukulima, na sisi ndio kwanza tunasimamia ndio ili ishike, tuone kweli imeshika na inaendelea. Na iko swali moja naulizwa na watu wananipigia simu kutoka kwa Kikuyu TV, sio sisi tunafanya greenhouse, kwa sababu shamba yetu ni kubwa sana,
tunafanya open field, kwa sababu ndegu huwezi kulima na greenhouse. Kwa hivyo tunalima na open field, ndio ili shamba yako ibaki vile vile bila without any chemical. Yeah. Na niulize, unajua mtu anaweza kushangaa, tunajua kwamba Laikipia County, vile ambavyo tukiona picha za Laikipia County watu wanafikiria kwamba hakuna maji. Shamba lenu kuna mto mkubwa umepita pale. Huo mto ni mto gani? Hiyo ni Wasonyiro. Wasonyiro imepita pale? Yeah, imepita katikati ya hiyo shamba, na enyewe hivyo unasema hata watu kisecurity wanastuka, lakini hawafai kustuka, sababu wale watu hawaulizi wale watu wanalima. Hata ukiangalia kama together ni kusuguza kidogo, ukiona Wahindi wameanza kuingilia, na wanaingilia walime wakiwa pamoja, wanalima maua, wanalima mishiri, those things, because this big business of farming is a hidden thing kwa watu, lakini sasa tumeanza kuiguza na tutaiguza. So what I want to say to the people, mtu asiogope security, hiyo ilikuwa politics. Na politics huenda na inaenda na wakati. Inaenda na wakati. Kwa hivyo ukiangalia kama hiyo mto, hata jina Rumuruti, watu walikuwa naambiwa it's a remote area. Okay. Na wakiambiwa na mzungu is remote area, akienda kuchukua mtu akwenda kufanyia mzungu kazi, anamwambia le Rumuruti because it's a remote area. But it is not a remote area. Lakini ardhi yenyewe iko na rutuba. Iko na rutuba na ni mahali kuzuri sana. Na hata ukienda huko, hata wengi wale wanakusa nyanya kule, tomatoes, hata hawaweki dawa. Okay, na watu kwa mfano tuseme ni kampuni tuseme kampuni ya mtu binafsi ama kampuni ya kiserikali, na wako na sako, na washikane katika mkutano wao wapitishe kwamba hizi fedha ambazo tumeokota tunaweza kuingia katika Canaan gated farm, wanaweza kuja muwauzie, na labda niulize, wako na uhuru wa kupanda kile kitu ambacho wanataka, ama mnatumia field officers wale ambao wamesomea kuwashauri kwamba mnafaa hapa wakati huu, hii season mnafaa kupanda kitu fulani? Yeah, hapo umesema vizuri sana na umeuliza swali mzuri. Watu wakija hata wakiwa kikundi, bora ni wakubali kuwasiliana na field officer, sababu yeye ndiye anajua soko na yeye ndiye tutakuwa tukituma, because mainly we want to stand with contract farming. Kwa hivyo field officer ndiye anajua wakati huu ni wa dengu, wakati huu ni wa chakula hii. Kwa hivyo pia mnasikizana na soko, wale ambao mnauzia kwamba wakati fulani tutakuwa na soko, wakati fulani tutakuwa na soya, wakati fulani tutakuwa na sorghum hivyo. Yes, hata tutakuwa na patterns, kwa sababu ukipewa contract ya kulima kitu kama soya, kwa ili usibishe soko yako, lazima uwe na zingine zinamea sahihi na zingine ndizo zinafunwa. So kwa sababu ni irrigation, hiyo tutapanga patterns za vile chakula itakuwa ikitoka kwa shamba. Kwa hivyo wewe ukiwa ni sako ama nini, utakuja na tutaelewanwa, kwa sababu ukulima hauko kwa mikono yako, utakuwa kwa experts, na hawa experts nao haitakuwa kwa mkono wao, itakuwa baina ya soko ile tunapeleka chakula, sababu the key thing hapa ni soko. Hakuna mtu analima maua Naivasha ambaye hajui kule anapeleka. Kwa hivyo anajua hii maua leo itashunwa na ni ya kwenda England, hii inashunwa ni ya kwenda Amerika. Ila kitu tunalimanga hapa bila kujua soko ni majani chai na kahawa, na hiyo ni kufunikwa, tumefunikwa kidogo. Kama tungeweziliwa tuone mwanga, tungekuwa tunalimia kahawa kampani fulani ambayo itakuja kuchukua kahawa tukiwa na contract now. Lakini sasa tunalimia auctioneers waje wafanye auction ndio ili tuone pesa. Lakini unajua sisi wa Afrika tunajua kwamba kuona ndio kuamini. Yes. Na tunajua kwamba wauzaji mashamba wengi siku hizi wanapeleka wateja wao katika mashamba yao waweze kuona na kungamua ukweli. Swali ambalo naweza nataka kuuliza ni kwamba huwa mnapeleka wateja lini kuona mashamba yenu? Asante, hiyo ni swali mzuri sana, kwa sababu pia sisi hiyo ndio kitu ya maana sana. Hata hatukubaliagi sana watu kulipa kabla hawajaenda kwa shamba, sababu ataenda asemeenda huko kulikuwa bali sana. Hata sikuwa nimejua hivyo, tutaanza mfurutano. Tunaendaga Saturdays. Hata kaa tuna wateja wa kijani every Saturday. Tunaenda every Saturday. Kwa hivyo mtu kaa anataka kwenda, zile namba nilipeana.
Tupatie namba labda yako, anaweza piga kwa sababu ya procedure ya booking. Namba zetu ni 0700 00 822. Hiyo ni yangu. Tena 0700 00 822. Hiyo ni yangu binafsi. Kuna ya mwenzangu ambaye hata ukipiga usiku utampata. 0722 44 0105. 0722 44 0105 Boniface. Ukimwita wakati wote mtaarrange siku ya kwenda. Na sisi hatusemagi hatulipishi, kule ni mbali sana. Kwa sababu ni community ya ukulima tunaanza. Wakati tunaendaga na mtu serious. Na kwa hivyo tunalipisha 3,000. That's your day of adventure. Kutoka asubuhi breakfast ni ya Canaan. Tunanunua pamoja. Maji ile utakunywa tunakunywa pamoja. Chai ile utakunywa, ile lunch tutakula pamoja, na fare ya kwenda na kurudi. Na lunch labda si mnapatia watu unampatia watu lunch nini haswa? Unajua mtu anaweza sikia kwamba 3,000 alafu afikirie ataenda kupewa madondo. Sana tunakulanga buzi. Okay. Na kama mtu hakuli red meat, tunamwekea kuku. Lazima tuweke kuku kama 5 hivi. Na lazima tuhakikishe hata soda upimiwi na supu upimiwi ni mingi. Nimekwambia that's an adventure. We really make it an adventure. Na tena tunakuongezea that day our t-shirt and one cap. Ndio ili kila mtu akiona hata ukipita kwa barabara ni kweli umetoka kwa Canaan Estate Gated Farm. Yes. Bwana Maina, na labda ukipiga simu kama labda Thursday ama Wednesday utapata nafasi ya kwenda Saturday, ama lazima upige kama unataka kwenda Saturday fulani upige kama wiki moja ama wiki mbili before? Sana tunafungaga Wednesday. Tunafunga wale wataenda Wednesday, ndio ili wale wengine wale wataenda hii Saturday inafungwa list inafungwa Wednesday ndio ili tuwe na preparation. Wale wengine nao tunawashukua wa Saturday ile nyingine. Kwa hivyo mtu akipiga awe anajua anapiga chini ya mbele ya Wednesday, tutamwekea nafasi. Kwani kutoka hapa kwenda Rumuruti inachukua mtu masaa kama mangapi hivi ukiwa na private vehicle? It's about 2 to 3 hours. Yeah. Okay, Bwana Maina, kuna swali moja ambalo ningetaka kuuliza, na hili swali tulikuwa tumelizungumzia hapo awali. Hebu tupatie bei tena za mashamba yenu. Okay, shamba zetu zinaenda hivi. 5 acres is 1.5 na kiwanja hiji 100 by 100. Na hiyo pesa 1.5 it is inclusive title deeds na kuweka maji kwa shamba lako. Kwa hivyo ukishalipa unasambaziwa maji? Tunaanza. Haya 2.5 ni 750. Vile uko ndani ya ukulima na kila kitu. Hatutaki kurudi tukwambia leta pesa ya title deed, leta pesa ya safea, tumeiziweka pamoja. 1 acre ni 320. Kwa sababu ukidivide one block yao itakuwa na watu kama 150, watu 150, na itakuwa hiyo mutation na nini itakuwa na gharama kubwa kuliko hizo zingine zote. Ndio tumeweka 320 na ni mpaka title mpaka kuweka maji na kukupangia hiyo ukulima. Bwana Maina, tuseme kwa mfano mtu wamekuja kikundi na wamelima kwa mfano naona soybean, garlic, alafu siku ya kuuza imefika. Mimi kama nilikuwa nimenunua ekari 1 na mwingine amenunua ekari 2 na mwingine ekari 10, mapato yanagawana namna gani? Kuna mkataba wa jinsi ya kugawana mapato? Ya, tunaenda na acreage. Tunaenda na eka zako. Eka moja ilikuwa inatoa kiwango hii, tuseme 2 tons, utalipo na 2 tons. Hatuendi chini hapo, na ile kitu mtu narudisha ni 30%, ndio ili ulimiwe tena. Okay. 70% unachukua? 70% ni yako. Kwa sababu huwezi kulima na uende na 100% na tena unataka kesho ulime tena. Kwa hivyo ndio ili ule mtu anasimamia shamba aweke bidii, ajue 30% ndio yake. Okay, na sasa kuna swali lingine ambalo mtazamaji anaweza taka kujua zaidi. Tumelima, sawa. Pesa okay, tumeuza, tumepeleka chakula sokoni. Labda
kuna uwazi kwamba zile pesa ambazo zilipatikana ni hizi. Ni procedure gani umeweka kwamba, kwa sababu mimi siko shambani, kuna wale ambao wanasimamia shamba, kwamba kutakuwa na uwazi zile kile chakula ambacho kilitoka katika shamba langu pesa zake zitakuwa equivalent? Ya hiyo uwazi tumeweka, na ndio kama tarehe 24 next Saturday tutakuwa tumekaa kikao kimoja na wale walitangulia ama wale watuwezeza kufanya pilot project. Pia tuko ndani ya pilot project, hata ile iko ndani, lakini wale wanatuwezeza kufanya hizo pilot project, kile kidogo imetoka ni yao, sio yetu, ni yao. Sababu tunataka kila kitu ikitoka, wewe ukiwa investor ndani ya ile shamba, hata ukuende uko free kwenda kuona vile kuko, na hata tunakuwa na siku moja ya kutembea. Kama sasa hawa tutapagana, siku ile tutaenda sisi wote, ndio ili tuone na tukosoane, tuambiane hapa kugeenda hivi, tukiwa investor wa pamoja. Tuambie hata manager yule ako huko, hapa hungefanya hivi, ungefanya hivi, ndio ili chakula zetu zitokee. Sababu kama eka yako ni ya garlic imetoa 1 ton na tunauza na 150, hiyo ni usawa. Bwana Maina, kwa manufaa ya mtazamaji wetu, yule mtu ambaye amepata kiwango cha juu zaidi cha mapato, kwa mfano mavuno ambayo umepata juzi, anatarajiwa kupata takriban pesa ngapi? Hiyo nitajua vizuri kutoka kwa accounts department kuanzia Jumatatu. Okay. Kwa sababu sasa ndio wanafanya those calculations, na unajua tulikuwa na fry at 4. Sasa hizo hatukugawa na tini gare kia manini, tumegawa kulingana na wale watu walikuja, sababu ilikuwa pilot project. Lakini tunatarajia ile pesa ndogo sana mteja wetu ama investor wetu anaweza pata ziende chini kwa mwaka moja ya 500. Okay. Na sasa swali langu la mwisho kabla ya eka tano isiende chini. Ikiwa ni eka 2 isiende 250 chini ya 250. Ya eka moja isiende chini ya 1,100. Kwa sababu tunaangalia kule vile chakula inakuwa haraka. Sasa Bwana Maina, nilikuwa nauliza hivi nataka niulize swali langu la mwisho. Kuna mtu ambaye anajiuliza, yule ambaye ni mwenyeji wa Rumuruti, mbona hawa Wahindi wanakimbia sana kwa haya mashamba ya Canaan? Je, ni kujua wanajua manufaa ambayo yako hapo ambayo sisi wa Afrika tunadharau? Wahindi hata wakuji kwa shamba zetu. Ni mashamba wameanza kulima huko. Wanakodesha mashamba wanalima huko. Kwa sababu sisi wa Afrika ukulima tuliudharau kidogo. Lakini watu wa kutoka nje, for example, ukienda hapa Naivasha, utakuta wale watu wote wanalima maua ni Wazungu. Na the reason is sisi hatujui hata soko ya maua ni wapi. Tunajua maua ni ile tunapata kwa nyumba. Lakini Wazungu wanajua soko ya maua iko wapi, ya mishiri iko wapi, ya snow pins iko wapi, na Wahindi. Kwa hivyo tumewaachilia wachukue utajiri wetu. Tumebaki tukisema na nitoa hurani ama tulipigana wakati wa Mau. Lakini tulipigana waje wachukue utajiri wetu. Ndio unaona ukiona greenhouse ya maua, ukiuliza ni ya nani, utaambiwa ni ya mtu fulani, mzungu fulani amelima that greenhouse. Sio kusema na anakuja na chopa. Yes, sio ati wa Afrika ati hawawezi, ni kufikiria hatujaokaa chini tukafikiria. Ndio unaona anakuja na chopa, na siku ile hakuji na chopa, anakuja na Range Rover House, gari ya 30 million. Hiyo 30 million tukifikiria vizuri ametoa pale. Yes, tukifikiria vizuri tunaweza kawana na wewe na mwingine. Okay, Bwana Maina, tupatie nambari zako za simu tena tukihitimisha, ili mtu ambaye anataka kuwasiliana na nyinyi anaweza kuwasiliana na nyinyi. Na ulisema kwamba mko hapa Ambank House. Ambank House iko University Way. Mtazamaji wetu, Ambank House iko University Way, na Canaan Estate Gated Farm wako na ofisi kuu zao ziko hapa katika orofa ya 12, left wing, sio? Tuko left ama right? Left wing. Bwana Maina, tupatie nambari zako za simu kwa mara ya mwisho. Namba zetu za simu ni 0722 440105. Hiyo ni ya Boniface ambaye ni mwenzangu. Yangu ni 0700000822 na ni ya Safaricom. Akitaka kujua ni ya Safaricom, unaweza tuma kitu uone. Anajulikana kama Bwana Maina, huyu ndiye mwenyekiti wa Canaan Estate Gated Farm. Mimi naitwa Francis Kimani
endelea kutazama na uendelee kuangalia, manake wanasema kwamba wonders are happening in Laikipia County. Kama unavyoona nyuma yetu hapa, unaona picha za mashamba ambayo wanalima. Ni mambo ambayo si ya kawaida kuonekana katika kaunti ya Laikipia, lakini hawa mabwana wanayafanya. Piga simu uwasiliane na wao. Urimi niguo munyiginyigi wa bururi uyu witu, na koguo ni turabatara kambuni ya urimi wa gikiro kia iguru muno guteithia kuhonia bururi witu na mabururi maria maturigiceirie. Exceeding Grace 2016 irakurehera mubango mweru wa urimi wa Canaan Estate Gated Farm. Canaan Estate Gated Farm no kuo tu ungiona urimi wa hamwe, yani gated farming, wikirirwo muno. Ni amu tugukwirira maundu maria tugwika, no ni gukuonia projects iria cieho ta urimi wa garlic, black beans nicio njahi, cowpeas nicio thoroko, soya na ingi nyingi. Ni amu thogora ni maitho. Wega na ririta uyu ri wawonire ku ti kungi ni Canaan Estate Gated Farm area ni project ya Exceeding Grace 2016 ere Rumuruti, Laikipia County. Ni migunda iturumite njui nene niguo kugacirithia urimi. Marihi maitu ma migunda ni mabacirire na twina ofa ya magegania. Twina njira igiri cia marihi. Eka ithano turendia 1.5 million, ukongererwo quota acre plot ha gwaka. 2.5 acres turendia 750,000 na ukongererwo a eighth acre plot ha gwaka. Nayo eka imwe tukendia 320,000. Njira ya keri ya kuriha ni ukienda 5 acres wige deposit ya 20% niyo 300,000 na yo balance urihe na mwaka umwe. Ukienda 2.5 acres wige deposit ya 20% niyo 150,000 na yo balance urihe na mieri 6. Ukienda 1 acre wige deposit ya 40% niyo 120,000 na balance urihe na mieri 3. Urithini wa Canaan Gated Farm tuhurire thimu 0700 008022 kana 0722 440105 kana utusherere Nairobi branch, Ambank building 12th floor, left wing University Way, kana Nakuru branch, Prime Plaza building 1st floor, Murago number 217. Turiganete na Safaricom shop opposite Kanu office. Email ne exceedinglimited@gmail.com. Reda ne www.canaangatedfarming.com. Dugatigwo na thutha ni amu Canaan Estate Gated Farm is the land of promise.